Hasani leo sikuelewi. Hela amechukua nani huko ndani kama sio wewe Hasani? Nani amechukua hela huko ndani kama sio wewe? Nani ambaye anaweza kaingia huko ndani akachukua hela? Hasani leo mimi sikuelewi. Naomba unipe hela yangu. Hela ya watu ya vikoba Hasani. Mbona unanitafutia balaa wewe? Sasa kwa vikoba unapenda wewe unajua unanichanganya unajua. Sasa mimi nimechukua hela kwa vikoba vipi? Kumbe nani amechukua hela huko ndani? Mimi sijui sasa unapenda wewe unanichanganya unajua mimi naona kama vile unanichukua hela unajua. Wewe ndio umechukua hela huko ndani Hasani. Hakuna mtu ambaye anaweza akachukua hela huko ndani. Yaani wewe ndio umechukua hela. Hasani naomba hela ya watu ya vikoba. Kesho ni kikundi mimi nafanyaje Hasani? Nisikia mimi kama kuharibu mimi nitaharibu huko ni sehemu za ugenini lakini sio mtani kwangu mimi. Leo. Hasani naomba hela yangu. Nani amechukua? Wewe mtoto sasa hivi umekuwa muuni wewe. Huko mtaani sio anakuita Hasani sijui Kotepamu sijui Alamu sijui nani unajua mwenyewe. Hasani naomba hela yangu. Wewe ndio umechukua hela. Hakuna mtu ambaye amechukua hela huko ndani zaidi ya kwako wewe. Yaani wewe ndio umechukua hela Hasani. Leo hapa ung'oki naomba hela yangu. Wewe sasa hivi kuingia ndani kwako jinsi gani ile imekuwa noma au sio? Wewe ndio umechukua. Sasa hivi au vipi? Yaani wewe ndio umechukua hela. Kumbe nani amechukua sasa? Nani amechukua? Yaani wewe mambo yako ya mtaani unaniletea mimi ndani huko ndani kwangu. Hasani leo hapa uondoki. Naomba hela yangu Hasani. Naomba hela ya watu ya vikoba. Kesho ni kikundi mimi nawaeleza nini? Naomba hela yangu Hasani. Kwa mimi kuingia ndani kwako ndio imekuwa kosa au sio? Yaani kama kitu kikipotea ndio nimechukua mimi au vipi? Wewe ndio umechukua. Kumbe nani amechukua Hasani? Yaani wewe ndio uliochukua hela yangu Tafutia balaa sana. Naomba hela yangu. Mimi sijui sana unakuja kuambia nini vipi sasa mambo yako unashirikisha mimi vipi sasa mambo yako mshirikia vikoba sije nini sasa mimi najua mimi najua wapi sasa kama hivyo Unajua mtoto umebadilika wewe. Unajua Hasani sasa hivi umebadilika. Tabia zako za mtaani unaniletea huko ndani. Hasani mimi naomba hela yangu. Hela wewe ndio umechukua. Yaani wewe hakuna mwingine aliyochukua hela. Wewe ndio umechukua hela. Hakuna mwingine aliyechukua. Wewe ndio umechukua. Naomba hela yangu. Kwa simamia kucho kwa wenzako leo ndo anapokuambia jinsi gani mdogo wako leo maisha gani jinsi gani anaitausia ndo uone mpaka mimi nije kuibandana au sio? Hasani mimi leo sikuelewi. Yaani leo mimi hapa sikuelewi. Ndani wewe hela ndio umechukua. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kaingia huko ndani. Wewe ndio umechukua hela. Yaani wewe ndio umechukua hela. Naomba hela yangu. Hapa leo, yaani hapa leo ung'oki hapa. Kwa sisi leo mimi sitachukua hela bwana. Alafu angalia bwana, kuna kuendelea wewe unajua dakika moja tutakuja kuvuka mipaka bwana, unakuja kuona mimi kweli noma unajua. Oh, unatishia mimi. Sina kutishia, sina bila kutishia, mimi sipendi unajua. Yaani wewe mtoto wa juzi tu wewe nimekubeba mwenyewe unanitishia mimi Hasani wewe. Wewe unanitishia mimi. Chose kama mtu anajua wewe, angalia bwana kwa sababu anakuniambia hivyo. Naomba hela yangu Hasani. Wewe umechukua hela yangu. Mtoto unalala sana wewe. Tabia zako za mtaani ndo unaniletea kwangu mimi. Naomba hela yangu. Hela ya watu ya vikoba kisha nakuja kueleza nini Hasani? Angalia maneno yako. Unajua wewe mambo ya vikoba ananiambia mimi vipi wewe mbona unachanganya? Mambo ya vikoba vipi? Wewe ndo umechukua naomba hela yangu. Mimi sijui. Hela ya watu ya vikoba. Kama una hela yako unajua mwenyewe. Wewe ndo umechukua. Niseme asante sana kwa kunipa nafasi na kwa kuitikia wito wangu. Unajua sikutegemea kama ungekuja. Zewei toka tulipoachana vile. Pia hata sijui maendeleo ya mguu wako unaendeleaje. Yaani niko sawa hata mimi nashukuru Mungu kama unaendelea vizuri. Kwa sababu hata siku ile nakuacha kwenda nyumbani nilikuwa na wasiwasi sana. Je, yule mtu anaendeleaje? Kikweli nilikuwa napitia wakati mgumu. Lakini mpaka nakuona unatembea vizuri na umekuja kwa ajili yangu. Asante sana kwa kunipa muda wako mpaka sasa hivi. Mimi naamini hata hili lilipangwa mimi kuja kukusaidia wewe. Na ninafikiria siku ile sije ingekuaje kama asingekuwa mtu mwingine karibu. Na hisi ungepitia wakati mgumu zaidi. Ningepitia wakati mgumu lakini mimi ninavyojua Mungu ndio kila kitu waga anapanga. Hata vitu vijana mimi mwenyewe ni Mungu yani. Ni kweli. Kila kitu kinakuja na sababu zake. Pia kila jambo linakuja kwa kupangwa. Mimi naamini Mungu kataka iwe hivi. Na mimi natamani nizidi kukusaidia zaidi, nizidi kuwa na ukaribu zaidi na wewe. Tujuane zaidi. Tuwe marafiki zaidi hapa kusema ukweli. Sijali hilo, ndio maana nipo hapa.
Asante, nashukuru kwa hilo. Na thamini sana uwepo wako. Unajua mimi ni mwanaume, unajua na wewe mwanamke. Tukijichanganya pamoja kuna vitu huwa vinajitengeneza. Nisio muongo. Kiukweli toka nilivyokusaidia siku zile, nilivyorudi nyumbani, nafsi yangu ilikuwa inajiuliza sana. Kwa nini nimemwacha peke yake? Kwa nini nimemwacha kaenda mwenyewe? Unajua nilitamani nizidi kukusaidia zaidi. Lakini nilikosa nafasi hiyo kwa sababu hata wewe mwenyewe hukuniruhusu kukupa nafasi hiyo. Hata mimi siku ulizonisaidia nilifika nyumbani nikaa nafikiria. Nasema yani mkaka mkalimu, unisaidia hata unijui. Ishara ya mapenzi huonekana. Unajua ulichokuwa unakipitia wewe, mimi nahisi nilikuwa napitia mara mbili. Mimi nahisi kwenye kichwa changu na kwenye moyo wangu kuna kitu kimejitengeneza kwa sababu yako. Nahisi na kuhitaji zaidi. Kwa nilikuwa naomba unipe nafasi kwenye moyo wako. Unifanye niwe mtu wako special zaidi hata ya marafiki, yani hivyo. Kusema kweli nimevutiwa na wewe, sio muongo. Mimi ni mwanaume. Nimeona nilisema hili mapema. Labda wewe utalipokeaje? Na nikuuliza, labda uko na mahusiano, so labda umeolewa? Mimi nipo single. Kusema kweli nimevutiwa na wewe. Nahisi kuna kitu kwenye moyo wangu. Na kuhitaji sana. Nahitaji niwe zaidi ya mtu wa special sana kwako. Nafikiri nikisema hivyo unaelewa wewe ni mtu mzima nini na maanisha. Sio, mama hata mimi kwanza kukuelewa. Kwani dada zangu wako wapi? Kwa nini hawanijali? Kwani hawajui kama mimi natoka shule na stahili kula? Kweli kabisa nadiriki kuondoka bila kuniachia kula. Ni kweli ya maisha nayoishi na dada zangu yananichosha sana. Hadi nachoka. Wameendekeza pombe tu na starehe, na wala hawajali kuhusu mimi, ndugu wao. Kiukweli natamani hata ningekuwa na mama yangu, kwa sababu mama yangu asingeweza kuruhusu nishinde njaa. Ila ndo dada zangu nitafanyaje? Machangu ila bado nakupenda, unaona. Nilichofanya ni kosa na unajua, lakini sio naona. Moyo wangu ni mdogo, kipenda unaumia, unaona. Basi mwanangu wadogo ndio sana madogo yani. Yaani wewe kuitazama vile mbele yangu mimi kijana wako. Sijapenda kidogo mwanangu. Yaani sijapenda hata kidogo. Ukitoa kole wewe. Yaani wewe unagawatigo. Wewe, amsikia acha ushamba. Umekuja hapa mwanangu nimekukarimu fresh umekaa nini kifela kinyamsisi umekaa tunakula story update kama mwisho unataka mwenzako. Kwa nani akujui kama hiki ukwaji mbea taifa? Nani akujui kama hiki ukwaji shoga zako akina mama hapa mtaani wewe kaza kukupiga umbea. Wewe usileteze pigo zako so mimi simaendishi. Nishaachaga kuwakata toto kama nyinyi. Ila unapotaka comment au tena hapo nitaanza kukanyaga sasa hivi hapa mshamba. Mwanangu tena mimi sasa hivi niamini mwanangu. Mimi mshikaji wako tunashinda na kisha tipa kijoni mdogo mimi sasa hivi niamini, si ndio? Mimi hapo tafaza kweli sasa na kusema haya basi sasa imepita wewe lokole. Wewe mtoto mimi nitakukanyaga sasa hivi na kuendelea. Yaani nitakukanda. Kwa meje malokole au sio? Alafu yani nimekumbuka kitu kimoja ni sawa ikiwa ni mjana mimi mzee. Kitu anasema sijui ati mwanafunzi sijui nani sijui miaka 30 sijui anakuambia mtoto na mwalimu. Mwanangu hiyo bwana imeisha mimi naingia utalao kwa sababu hapo mtaa mzima mnasomjua Telo mwanangu mnasomjua Telo. Wala mnasomjua Shalwa mbinguni sasa baridi hiyo imeisha hiyo mwanangu. Wewe usomenikanyagia.
Mimi nakwambia unasema mimi si nani mbea sijui na mke na mama. Haya, ndio kae hivyo. Unataka kusema huko. Ndogo Janja ile kweli nini kanibless nini kama rafiki yake kwa sababu yule nimemetea ukarimu. Ndogo Janja kweli kaelewa muziki yangu afu dakika mwisho watu wanaanza kusema mara muziki inatoka na sasa watoto wanaanza kuchalazia mobo. Wao mimi naendelea utalao naenda kuishi nao yani afu safi na salama utalala. Sasa yeye anataka. Wamenichalazia mobo au sio? Hiyo mbona imeisha mimi naingia utalao naenda kuwakanyagia. Yaani maana kwa hiyo imeisha hiyo. Kwa nafikiri wanijui wale. Sio mara kwanza mimi naomana nao. Yaani wananijua vile weli yani. Unajua? Sema eleza lao tu ile labda ameteleza. Sema mimi naingia utalao nitakuwakanya kwanza watoto wadogo ili madi wapate kuelewa. Unajua tu. Mjomba wangu yeye imeisha wewe nuna. Sasa basi. Wabebe shangingi nini? Kwa nasikia zile ndugu zinaokotwa zile. Au umesikia kampuni yao sasa tunaanza kugawa mikopo sasa ya nduki. Hizi zinauzwa boy kama vipi wewe toa hela mwanangu upate nduki sio nafikiri kama vile zinaokotwa tu nagawa bure wa uso ubuyu boy. Wewe mshamba nini? Wanangu huku kwenu kunachosha. Yaani toka nimefika ni kukaa ndani tu, kukaa ndani. Nimechoka sasa. Amna bwana mama, simama tu niweze kutembea lakini ningekuzungusha huko kote. Nimechoka. Naona nitawaaga niondoke sasa. Mama na yani hata ukai. Hizo siku mbili tu nataka kuondoka. Siku mbili nyingi jamani. Siku mbili nyingi wenzetu wanalima huko. Siku mbili nyingi mno kwa kijijini. Lakini mnaendeleaje nyinyi? Naendelea vizuri kama unavyotuona hivi. Mdogo wangu namtekea vitu vya shule maana najua ndio mziwanda wako. Muangalia. Kimodo mwanangu unasoma? Nasoma. Kweli? Umepofurahia mjini kweli? Nimefurahia sana kwa ndio. Kweli? Mbona umepofurahia kinyonge hivyo mwanangu? Hapana. Eti Asha mwanangu ndio unaendeleaje na biashara zako? Hivyo hivyo napambana kama unapojua nikipata kidogo na watumia na nyie na sisi wengine tunakula hapa na mdogo wangu kidogo. Leo ilikuwa inaniuma, nilikuwa silali. Nilimisi sana mwanangu. Yaani nilimisi. Mziwanda wako. Mtunze sana mwanangu bwana. Nimekuamini sana Asha kukupa kazi wanda kangu jamani. Kaangalia. Najua mama na mwangalia mbona yeye Eti ananiangalia vizuri tu anijali. kweli. Nafurahia kwa mjini. Sana tunafurahi. Si nimeingia mwenyewe. Ndio maana hata utupigia gisimu. Umepafurahia huko. Amna bwana mama. Siku hizi dada anakuuliza na kazi. Alafu siku nyingine kama weekend kabla ya shule. Ndio siku nyingine dada anakuwa na salimu mama makini. Mwangalie mdogo wako. Kama kuna changamoto yoyote nishirikishe. Sawa? Sawa. Nishirikishe, mimi ndio mama yenu. Tumeelewana? Kuna chochote, kuna jambo lolote kubwa limekushinda, nishirikishe. Na baba yenu yupo. Sawa. Tumeelewana mwanangu? Niliwakumbuka sana wanangu. Yaani niliwakumbuka nikawa hata usingizi sipati nikasema hapana. Iwavyo na iwe, lazima niende. Nashukuru Mungu nimewaona. Eti nashukuru Mungu nimewaona. Basi mimi nafikiri sitakuwa tena na muda wa kukaa. Maana baba yenu anasumbua sana huko. Anasumbua yuko mwenyewe. Anahitaji msaada wangu sana. Kuna mambo mengi anataka kusaidiwa baba. So unajua miguu inamsumbua. Miguu bado inamsumbua na umri nao. Atakuwa anahangaika. Hata sana msitukuelewa. Basi nawashukuru kama mmenielewa.
Usisahau kumuomba Mungu. Sawa watoto wangu? Mimi nawaamini, pambaneni, jipiganieni, mjilinde, sawa Kimudu mwanangu kaniletea begi yangu niondoke. Asha, mwangalie sana mdogo wangu. Lika kama hili linahitaji ulinzi. Sawa mwanangu? Muangalie asije kaingia kwenye makundi mabaya. Asome. Tumeelewana? Asome. Sawa. Haya begi yangu. Ushaniwekea kila kitu mwe? Haya. Ja twende. Nami mwenyewe miguu nayo ishachoka hii. Kwema dada? Sio kwema. Yaani sio kwema kabisa ndugu yangu. Unajua mimi ndoka kwenu huko? Nimekuja kuchukua nini? Hela ya kikoba. Hujaileta. Shida nini? Nitaileta dada. Si unajua mambo kidogo yameingiliana. Usiniambie unaniletea ile sio yangu, ile ya kikoba ndugu yangu, na shida unajua zinavyotubana. Unajua. Mimi nifanyaje? Najua dada, ni mambo tu kidogo yameingiliana, lakini mimi najua dadangu, nitakuletea hiyo pesa. Ni mambo tu kidogo yameingiliana, ni dharura tu imetokea dadangu. Unaniletea saa ngapi ndugu yangu? Saa ngapi? Nakuletea, naenda hivi, nikitoka huko tu nakuletea. Nimetoka kwenu. Sasa unasema naenda hivi. Mpaka sasa kuniambia ushaileta hela. Usipoileta, Fatuma Kirobo anakuja naye. Baisha ngasini nadhani unajua, yani varangati lake unalijua vizuri. Sawa dada. Sasa ni kijana wale unajua ani zaidi atarumbeta. Sasa ndugu yangu, kaijazali. Sawa. Mpaka saa ngapi ushaleta hela nyumbani? Usipoileta nini kinakutokea? Unakijua kinachokutokea. Upo? Anusi ndugu yangu hiyo itahusika kabisa na wewe. Sipo. Na mimi nitakapembeni na wachia wao wazidi, yani wakuchambe. Na unachokitaka utakipata. Upo? Sawa dada, nikuelewa. Wewe piga magoti kama supu, lakini mimi nataka hela yangu saa 12. Sina mengi. Usipolita kama utajua timbuli langu vizuri. Nadhani unanielewa. Sawa dada. Usema kuelewa. Mimi shamaliza, ni hayo tu ndugu yangu. Saa 12 nataka hela mkononi. Ziki tu. Mambo. Fresh niambie. Unaenda wapi? Ningeza zangu hivi mitikati. Mimi nilikuwa nakuja maskani kwako. Sasa maskani wangu vya nini tena asubuhi yote? Hamna, mimi jana sijakuona fanya kumiti. Nilikuwa nakuja tu nikae dakika 2. Alafu niende shule. Sasa unakujaje maskani umevaa nguo za shule? Alafu sinisha kukataza hiyo tabia. Haya, sio tu nguo za shule. Haya, ujue una wazazi uje. Haya, tumekaa maskani tunakula story 1 2 3. Anapita mzazi wako anakukuta bwana, mimi hapo kwa maskani umevaa nguo za shule na kuaje. Azizi kafika bwana. Kwanza dadangu mwenyewe hayupo nyumbani. Yote sawa, ila nenda kwanza shule. Basi twende. Unatakiwa uende shuleni sasa hivi, sio maskani. Kwa ninapokuambia uelewe. Tunakaa kidogo, sinaenda shule. Hapo uje mtu kama Samia uje una matatizo, hapo anataka kuniletea hizo shida za baadaye. Utanipeleka jela wewe. Basi sawa. Unaweza kaenda lakini na zawadi yako. Wala zawadi yangu gani tena hiyo? Fumba macho nikupe. Unajua unaletea hizo sawa mapicha picha.
Hizo habari za Wahindi uje unapeleka wewe. Fumba macho nikupe. Basi poa. Ishara ya mapenzi huonekana tu machoni. Mabibi wa zamani walipendana tu kwa tenzi. Moyo wangu jenzi. Fuja watoto wa shule. Uje kidogo cha Samia sasa kitakuwa na matatizo hapo kitaniletea shida. Kote kama simuoni. Walisema unifai. Uko wapi hayawani? Nitatafuta kote kama wewe simuoni. Walisema unifai. Uko wapi hayawani? Wivu wanatuonea, wanatuonea. Nikupe listi nzuri. Oya, kuna tero msharo ni msera. Utamwona kimodo mwanafunzi. Utamwona Asha kiboga dada najiuza. Utamwona Mwajuma kituta anadanga. Utamwona oya Brono wetu Brown mshikaji. Utamwona Manyakenda muongo mzugaji. We utamwona oya kuna chafu namba, kuna msalaba, kuna koze pam, kuna kiukwaju. Huyu ni mbea wa taifa. Utamwona unanifaa mwanafunzi. Shoga ya